Wewe mwanaume wewe. Wewe usinitumbulie macho. Sihitaji macho yako, umenielewa? Yaani hapa nimekuja kwa ujio wako wewe. Umenielewa? Yaani hivyo ni mwanaume gani king'ang'anizi? Jamani, unakuwa kama kupe hapo kwenye kucha. Nimekwambia nini sikutaki kwa herufi kubwa sikutaki, Nimekwambiaje? Sikutaki, sikuhitaji na sitokuja kukupenda kamwe. Yaani nakuchukia wewe pamoja na familia hii. Umemaliza? Nakuuliza umemaliza? Afu wewe binti sikiliza. Sio barua tu. Hata mahali kaka yako ameshachukua. Yaani wewe hapo ulipo hapo sasa hivi unasubiria ndoa tu. Afu mimi hapa unaniona mimi ndio mama mkwe wako. Na kuona unanitukana tu. Sasa sikiliza. Hapa ndio utakapokuja kukaa wewe. Na mimi mkwe wako. Nikwambie. Ile barua uliompelekea kakaangu naomba utoke kama wewe. Umenielewa? Tena koma. Yaani nawachukia nyinyi wote, msitumbule macho yenu nyinyi. Waangalie kwanza. Mama, hapa kazi. Wewe niachie mimi. Hiyo kazi niachie mimi. Tunamwona ile tanga lova imeandikwa chemsha wao kwangu mtapoa. Kwa hiyo hapo mwanangu, hapo mbona anapoa tu? Yaani yule kashapoa, yaani kama ameniletea ule ujumbe aloleta hapa. Mbona hapa anapoa? Yaani hata usijali mwanangu. Na kakichemsha kweli, na hapo ndoa bado. Kuingia kwenye ndoa sasa atatukaanga. Ila mama, na wewe mchamba sana. Mimi wala sijamchamba. Yule kaja kujichambisha mwenyewe na bado. Yule? Oho, kaza naye. Mpenzi wangu Odemba, nimeitikia wito wako, lakini tangia nifike hapa sikuoni kuwa sawa. Vipi? Una salama kweli? Ungekuwa wewe ndo mimi, wewe ungekuwa sawa. Hivi Kidawa, kulikuwa na haja gani labda ya kuja kumfuata dada yangu kumlalamikia Au unakutana na mimi alafu unaanza kunilaumu kwamba sisi nilikuwa sikutafuti, aliyakuwa unajua fika kumbe una mchumba mwingine? Sio kweli Odemba. Tena nalikanusha kabisa, sio kweli. Hilo unalifahamu. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na mtu mwingine, ingalikuwa najua na mahusiano na wewe. Na hilo unalitambua fika, Yaani ni hicho tu ambacho kinakunyima amani. Ungeniuliza kwanza Odemba. Kwa hiyo unaishi ungekuwa wewe ingekupa furahi, Kwa nini usingeniambia kwamba una mtu mwingine, Lakini mimi narudi na naamini kabisa kwamba niko na mchumba wangu huku, kumbe tayari wewe una mtu mwingine. Kweli hivi kweli kabisa? Ungekuwa mimi, hebu vaa viatu vyangu kwanza. Mimi kwanza naomba nitangulize samahani kwa sababu sikutaka nikuweke kwenye hofu kwa hili jambo. Lakini mimi siko tayari kabisa kuolewa na huyo mtu ambaye wewe unamdhania. Na nilishamkatalia kabisa na kakaangu kwamba siko tayari kuolewa naye. Umeenda mjini umekaa miaka mingapi mpaka umerudi hapa? Kwa nini sikuvumilie? Mimi siko tayari kuolewa na yule mtu. Hilo linafahamika. Mimi nakupenda Odemba, mbona unanifanyia hivyo? Unaongea wakiongea. Mimi na uhakika na nikiongea. Pamoja na siri. Bro. Unajua mimi ni wanangu au ni marafiki zangu wa muda mrefu sana kwa kiasi kwamba mimi siwezi kufanya jambo lolote bila kuwashirikisha nyinyi. Kwa hiyo hata leo nimewaita hapa na jambo la msingi sana nataka tushirikishane. Nimekaa na Kidawa
tukashauriana kulingana na aina ya maisha ambayo tunaishi hapa kijijini na ndoto ambazo sisi tunazo za kutaka kuoana. Hivyo Kidawa akanishauri ni bora niende mjini nikatafute maisha. Mjini? Ya mjini. Kwa hiyo nikaona bora pia niwaite niwashirikishe kwenye hili. Niwaage ndugu zangu kwamba mimi bwana mguu ndani mguu nje muda wote hapa mimi si. Yaani kwanza sijui nisemeje rafiki yangu. Maana ulivyonipatia taarifa kwamba unaelekea mjini. Kiukweli nimefurahi sana. Mjini hizi, yani mjini kwa njia yoyote ile watu wanafanikiwa. Mjini maisha ni rahisi. Yaani mimi mwenyewe umeniongeza matamanio ya kuelekea mjini. Usipokuwa makini naweza tukaondoka wote hapa ujue. Wewe ngoja tu. Ila unajua nini bro? Shemeji amekushauri kweli kwenda mjini. Ila mjini sio rahisi kama unavyofikiria. Unajua lakini tatizo linakuja wapi unajua? Hapa kijijini kwetu sisi tunategemea shughuli za kiuchumi ni mbili tu. Kilimo, uvuvi. Kilimo, uvuvi. Sasa kilimo chenyewe ukiangalia ni msimu mpaka msimu. Hapa kati mnaishi. Huko baharini kwenyewe upepo ukikataa, shughuli hazifanyiki. Kwa hiyo umeona tukiendelea kuzunguka katika huu mzunguko kila siku, ndoto zangu mimi za kumoa Kidawa zitachelewa. Lakini kule mjini shughuli za kufanya ni nyingi sana. Hata mimi mwenyewe Dawa aliponiambia hivyo, nani huyu? Kidawa aliponiambia, nikaa nikatafakari. Nikaona hiyo wazo pia nifanyie kazi. Ni kweli blaza, anavyosema shemeji. Na wewe unavyofikiria, sawa. Ila sasa blaza, unajua maisha ya mjini ndio ya mjini, tofauti na huku unaweza kaingia pale shambani kwa mtu kala muogo, ukapanda juu ya mnazi hivi na hivi, ukaenda shambani hivi. Yaani unajua, lakini mjini kama hizo kazi ambazo unazosema kupata sio rahisi, hususan kama wewe blaza. Mimi sifikirii bwana kwa hilo blaza bwana. Shemeji ndio kasema, ila blaza, hebu jaribu kufikiria mara mbili. Sikiliza CD. Acha kaa kizamani wewe. Kama mafanikio yapo kijijini, watu wangapi hapa kijijini wavuvi? Watu wangapi wakulima? Wako wapi? Mbona hawajafanikiwa? Alafu hapo Waswahili wanasema mafanikio yapo katika upande ambao wewe unauogopa. Pengine mimi kusubutu kwangu kwenda mjini ndio ikawa chanzo cha hayo mafanikio. Ila tukisema kila siku tuogope tu kwenda mjini kwa sababu hapa kijijini kwetu kuna kila kitu, hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo cha msingi bwana, mimi nimekuja tu kwa hapa. Natakiwa mjue kwamba mimi nafanyaje? Naenda mjini kutafuta maisha. Ila sasa nawaachia shemeji yenu Kidawa, nyinyi ndio muangalie. Yaani hilo kwangu mimi binafsi na naamini kwa CD vile vile. Hilo halina kipingamizi. Yaani usalama wake ni 100%. Yaani bro, kuhusu kumwangalia shemeji, wewe mwenyewe unanijua mimi. Sina mambo mengi kwanza. Alafu nikimkuta na jamaa, kuna jamaa mmoja hivi simuelewaga anapenda game huyo. Yaani ligiligi hizi. Wanamuita Lama pale mitaa chini pale. Ila ondoa shaka. Wewe mtu akicheza naye unaruka naye. Kwa shemu? Hilo yani wewe usiwe na wasiwasi kabisa ukiwa mjini. Yaani uhakika na yani ulinzi wake wote. Ayubu! Toka nje sasa kama kweli mwanaume. Toka nje. Ayubu yuko wapi? Mbona tupigia makelele bwana? Ayubu yuko wapi? Hayupo. Sasa mwambie Ayubu. Sawa? Mwambie Ayubu. Anachokitafuta atakuja kukipata. Na hii vita aliyoanzisha haiwezi. Na hii vita itanifanya mimi kijiji kizima chote tu anaona mimi sio mtu mzuri kwa sababu yake. Na siogopi wala silaumu kwa hiyo. Hivyo Demba. Hivyo atoke kabisa Ayubu ndani hapo. Wapi Ayubu unamweza wewe? Unamweza Ayubu wewe? Unatoka huko na mipanga yako na kudafutisha suti mapanga hayo. Wewe kumbe unachukulia poa ni mkubwa, si ndio? Kuwa na adabu. Hii nyumba ni ya kwangu. Umenielewa? Ukija hapa uje na adabu. Sasa leo utapata wewe. Nimepata Ayubu. Mpe salamu zangu. Mwambie. Yaani kama yeye bangi anavuta, wenzake bangi tunafanya mboga. Na katika watu wanaokuruga, mimi nimekuruga vile vile. Asikuchukulie poa vile vile, sawa?
Sasa leo sijakupata wewe, nimepata wewe. Na kama nataka kunijua mimi ndo naitwa Odemba mjukuu wa Kasiano Matope. Nimevuka kuliko yeye anavyonichukua. Wewe, maisha yamekushinda mjini huko unakuja kutishia sisi ya mapanga. Jaribu uone. Unasemaje? Thank you.